ni afisa taaluma sekondari wilaya Chake Chake Pemba Zanzibar. Tukisema Zanzibar maana tuna visiwa viwili, kisiwa cha Unguja na kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo tuko na wenzangu, tuko jumla ya watu 18. Walimu maafisa wenzangu wawili wa taaluma wa wilaya, na kuna walimu wakuu, nyinyi mnaitwa wakuu wa shule huko za sekondari na msingi na maandalizi. Tumeamua kuja mkoa wa Katavi kutokana na vivutio vingi ambavyo vimo, pia na kujifunza kuhusiana na masuala zima ya elimu. Kwa hiyo tunafurahi sana kuona na wewe, na tuko hapa tunamaliza ziara yetu leo. Baadaye inshallah tutakuwa ni wenye kuondoka kurudi zetu Zanzibar. Asante. Leo kwa kuamua kutembea, kujifunza mambo yote ambayo mmesema hapa, yakiwemo ya kuwaona twiga. Najua tu amkushuka kwa papasa. Mambo ya kuona ikiwemo na bandari yetu ya Karema, ambako serikali imewekeza fedha nyingi takriban bilioni 49 ili tuweze kuona. Na hapa nawagusisha hapa mambo muhimu ya kuona, na ninyi pia mnipate vizuri, mlioko Mbeya, mlioko hapa. Ile bandari yetu ya Karema, nitumie fursa hii. Jana niliona vitu vinasambaa mitandaoni nikisema bandari imeuzwa. Nikaona huu ni upuuzi wa kiwango cha juu sana. Yaani ni mtu ambaye anazungumza hata hajawahi kwenda kusafiri kupita kwenye ile bandari akakuta kwamba ni watu gani. Ile bandari inafanya kazi. Na kazi ambayo sasa hivi inafanyika kwa ajili ya kufanya bandari iwe active zaidi ni kujenga barabara ya kiwango cha lami kutoka Kagera kwenda pale Karema. Takriban kilomita 112. Na wakandarasi wale kusaidia. Na kazi nyingine inayofanyika pale, bandari ili ifanye kazi inahitaji uwepo wa meli. Na kampuni za kutengeneza meli, wanatengeneza meli 4 za kubeba mizigo. Sasa kwa ubora na ukisasa ile bandari ilivyokuwa imejengwa na kusanifiwa, kwa ubora wake kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika imekuwa ni bora kiasi kwamba ikafaa hata kutumia kama sehemu ambako mainjinia wa kuunda kutengeneza meli wanaweza kutengenezea pale. Sasa dambi yetu iko wapi? Inatengeneza kwa lugha kwa namna nyingine, inaingiza mapato tena mengine ambayo TPA wameingia mkataba kwa sababu nakupa kisehemu hiki hapa, meli zako undia hapa. Eti hapa kuna dambi. Yeye akishamaliza kuunda meli zake, na kwanza wako mchono anamalizia. Akishamaliza kuunda meli zake anashusha ziwani, zinaanza kufanya kazi. Sasa zile meli zikibeba mizigo ya kutoka DRC Congo, Karema kuja Karema, wengine kuna kosa bado. Sasa tunataka tuwaambie wale wanaozungumza kwamba sisi wa Tanzania tulioko Zanzibar, tulioko Tanzania bara, hatugombishwi na mtu. Mizigo itatoka DRC mpaka Dar es Salaam, itatoka Dar es Salaam kwenda mataifa mengine, lakini zile kutoka mataifa mengine kuja Dar es Salaam, kuja hapa kwenda Dar es Salaam kwenda na mbele. Ndivyo ilivyo. Nimeona niguse hili kwa sababu sisi pia bandari yetu ya Karema ni sehemu ambayo mimi nikienda napata faraja kweli. Nafarijika. Uzio pale unapata upepo mzuri, mandhari mazuri, halafu na Watanzania na wasio Tanzania wanasafiri kwa lamu zaidi katika usalama wa watu. Daraja ya halmashauri ya wilaya ya Tanganyika ndio wilaya kubwa kuliko zote zilizopita. Kama mlipita mkaenda kwenye baadhi ya shule, lakini hampata picha kamili, lakini hii ndio wilaya kubwa kuliko zote katika mkoa wetu. Inachukua asilimia kama sio 40, inafikia 45 ya eneo la mkoa wa Katavi. Na hata ukiangalia idadi ya shule utaona tu kwa shule sasa hivi karibu shule za msingi 91. Ukienda Simbo au Mbele halmashauri zao kidogo sio kubwa sana. Kwenye sekondari na karibu shule 19 sasa hivi. Ilikuwa ongezeko hapa katikati ndio limeongezeka sana.
Sababu mwaka 2020-2021 tulikuwa na shule 53. Lakini katika hii miaka minne hii ya mitano kwenye shule ya msingi tumejenga shule zaidi ya inaweza kufika 40. Yaani 37 38 tumejenga. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa sana, lakini kuna ongezeko tena lingine. Lakini eneo letu ni kubwa sana kwa kweli. Sababu na bahati mbaya zaidi jiografia yake na yenyewe imekaa vibaya. Ukienda hivi unaenda Kigoma, ukienda katikati hapa na penyewe unaenda Kigoma, lakini hizi njia zikutane kutoka huko kwenda huko. Lakini ukienda huku pia unaweza kwenda Kigoma lakini kupitia ziwani, ila unaweza kukutana na Kongo sasa. Na hii ya huku na huko zikutane tena. Kwa hiyo ukienda hivi kama unataka kwenda huku katikati lazima urudi hapa. Ndio uende huko. Na ukitaka kwenda huko tena lazima urudi, kuna katikati kule kuna njia kidogo inaenda hivi afu ndio unaenda tena. Na kila umbali una wastani wa kilomita 128 kutoka hapa. Kwa hiyo utaona ni kubwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo yote ni kubwa, lakini tunajaribu kupambana maisha mengine yanaendelea, lakini pia tuna matabaka huko. Tuna kundi la wakimbizi ambao liko Mshama. Na lile eneo la Mshama tunasikia kilomita kama 2500 sawa sawa na Dodoma municipality. Lakini sasa hilo ni eneo ambalo unasafiri hapo kwenda Dodoma. Na unaanza Mshama kutoka hapa kwenda Dodoma hadi ndio unaanza. Kwa hiyo jiografia yetu kidogo ni ngumu, lakini tunapambana na maisha yanaendelea. Kila ni kama bustani ile sisi huko tunavilish kwa hiyo tusaidia katika mambo mengine mengi sana. Niwakaribishe sana.